Mungu anapoingilia kati. Biblia inamfunua Mungu kama mfalme ambaye anahusika sana katika mambo ya watu wake. Hawaachi peke yao kama wengine wanavyodhani ama kunena, lakini Mungu anahusika moja kwa moja kwa maisha ya watu wake. Wakati mwingine mipango inashindikana, hatari inakumba watu, vita na mapambano, nguvu za giza zinashambulia. Yaani wakati mwingine inaonekana kwamba kweli matumaini imekatika, lakini Mungu hujitokeza kwa ajili ya kukomboa watu wake kwa njia. Kwa hivyo Mungu anapoingilia kati, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa sababu ya uaminifu wake. Mungu anapoingilia kati, si kwamba una uwezo ama kuna jambo nzuri umelifanya, bali ni kwa sababu ya uaminifu wake. Na katika Biblia kuna mambo mengi na kuna sehemu nyingi na mifano kadhaa tunaona Mungu akiingilia kati wakati watu wake wako katika hatari, kukata tamaa na kuisha. Kwa mfano, napotazama kitabu cha Kutoka 14, Waisraeli wanatoka Misri wakielekea Kanaani. Mungu ameahidi kuwakomboa na kweli ameanza mpango wa kuwakomboa. Ni kwamba sasa wakati huo wakuna hatari. Mbele bahari ya Shamu, nyumba jeshi la Farao wanakuja kwa mbio, kando milima, wakaanza kulia. Na ukweli kulingana na hali hiyo ni kwamba hawangetoboa kabisa. Lakini habari njema ni kwamba walipolia, walipotazama nyuma, maandiko inasema Mungu akaambia Musa, waambie wasonge mbele. Mungu akaingilia kati, yaani akafanya njia pasipo na njia, akafanya nchi kavu katikati ya bahari kwa kumtumia mtumishi wake Musa. Fimbo ile kugusa maji ikawawanyika, njia ikapatikana. Tunazungumzia Mungu anapoingilia kati, si kwa uwezo wetu, bali kwa uaminifu wake. Watu wake wanapojipata katika hali ya wasiwasi, hali ambayo inaleta mshtuko na wasiwasi. Jambo jingine nilipokuwa naangalia, Mungu pia ingilia kati kuvunja mipango ya adui. Shetani anapoonekana kwamba anakandamiza watu wa Mungu ingilia kati. Nilikuwa nasoma kitabu cha Isaya 59:19, Mungu anapoingilia kati. Na naamini kwamba utataka Mungu aingilie maisha yako. 59:19 Isaya. Sikiliza inavyosema. Linifurahisha sana, inasema hivi: basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Kwa hivyo Mungu anaingilia kati kwa ajili ya watu wake. Yaani Kiingereza ilinifurahisha vizuri kwamba shetani akiinuka, standard ya Mungu inainuka. Kwa hivyo wakati shetani ana mipango miovu, Mungu anaingilia kati kukomboa watu wake. Kwa hivyo Mungu ingilia kati kurekebisha hali ya mtu, kurekebisha jamii, kurekebisha taifa kwa uwezo wa kiungu. Na sio hivyo tu, nilipokuwa nasoma Biblia niligundua pia kwamba katika hii bahari ya Shamu Mungu alisema hivi, Bwana atawapigania ninyi. Mungu akaingilia, ndio maana akaambia Musa, Bwana atawapigania. Yaani wamekata tamaa, Bwana atawapigania. Mungu anaingilia kati akawapigania wakati jeshi la Farao linawatishia. Kwa hivyo Mungu anaweza kugeuza mahali pa kifo, mahali pa giza, mahali umekata tamaa kabisa na kuvunjika moyo, ikawa mlango wa wokovu. Na sio tu wokovu mkubwa. Mungu akiingilia kati mahali pa mauti, kifo na kukata tamaa, anapageuza kuwa mlango wa wokovu mkubwa, alipofanyia Waisraeli katika jangwa na umekutana na bahari ya Shamu. Kumbuka mfano wa Danieli katika sura ya 6, anarushwa ndani ya tundu la simba. Hakuna matumaini, na ni simba wana njaa kweli, wangemvunja hewani. Lakini kwa sababu Mungu alikuwako, akaingilia kati, akatuma malaika, akafunga kinywa cha wale simba. Ni nini natuambia? Mungu alipoingilia kati mahali pa mauti, akamtetea mwaminifu wake, akaingilia kati mbele ya vitisho vilivyoonekana kuchukua maisha ya mtumishi wake. Mungu akaingilia kati
akaokoa nafsi ya mtoto wake. Na sio hivyo tu, yaani ikawa ni somo, ikawa ni shuhuda, na jambo likabaki katika ukumbi wa historia. Mungu alipoingilia kati kwa ajili ya Danieli. Na sio hivyo tu, wakati mmoja Israeli wakiwa chini ya uongozi wa Yehoshafati, adui walikuja kama mchanga wa bahari, wakicha na vitisho na vishindo, yaani wakatishia maisha mpaka mfalme akatetemeka. Lakini mfalme huyo alipotetemeka na kuogopa, maandiko yanasema akatafuta uso wa Mungu kwa maombi na kufunga. Na sio hivyo tu, na kumsifu Mungu kwa nyimbo za sifa. Kupitia kwa sifa zile na maombi, viliharakisha wokovu wa Mungu, viliharakisha Mungu kuingilia kati kuwaokoa. Ndugu yangu, Mungu anapoingilia kati, mambo makubwa yanatendeka, mambo ya ajabu yanatendeka. Anageuza uwanja wa vita na kukata tamaa na mauti, analeta wokovu mkubwa. Anageuza mahali kukatisha tamaa, analeta tumaini kubwa. Anageuza giza, linaleta nuru kubwa. Anabadilisha anapoingilia kati. Nilipokuwa nasoma Marko 35 mpaka 41, wanafunzi wako baharini, mawimbi yakaja, yakaumuka, lugha inatumia Biblia, yakawa hatari, yakatishia maisha yao. Wakang'ang'ana na nguvu yao yote na hekima waliokuwa nayo kutumia nyafu nini wajisaidie, ikashindikana. Wakati wamekata tamaa, sasa wanakufa, Yesu akaingilia kati. Alipoingilia kati, alisema vipi? Marko 4:35 mpaka 41. Sikia, yaani tunazungumzia Mungu anapoingilia kati. Siku ile ilipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilivyokuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamusha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Yaani wananena kana kwamba Yesu hakujali ashughuliki. Akaamuka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Yaani Kiingereza inasema great calm, kukawa na shwari kuu. Mungu alipoingilia kati. Mauti, angalia ambako umekata sana, sema, Bwana unalala, uone kwamba tunaangamia? Bwana umeacha tufe? Yesu akainuka kwa utulivu, bila mahangaiko na mafadhaiko, akasema, tulia. Bahari ikatulia, machafuko ikatulia, na ikawa shwari kuu. Mungu anapoingilia kati, mambo makubwa yanatendeka. Mawimbi ya maisha, ni vita, ni magonjwa, ni vita na kufitiniwa na watu. Mawimbi ya maisha tunayo ni mengi. Ni changamoto kazini, biashara ishiki, mawimbi ni mengi. Mungu aingilie kati. Tumuomba aingilie kati. Kiingilia, kutakuwa na shwari kuu. Tutakuwa na ushuhuda wa kutoa. Ndio nakuonyesha kwamba wakati Mungu anaingilia kati, mara nyingi ni nini huwa inakuwa ndio Mungu aingilia kati? Shida inaonekana imefika mwisho na utatoboa. Mungu anaingilia kati. Adui anapoonekana kukejeli, kukukandamiza na kana kwamba anashinda, Mungu anaingilia kati. Wakati unaona hakuna mbele, hakuna nyuma, hakuna njia, ni giza totoro, Mungu anaingilia kati, mpendwa, kwa ajili ya kusaidia. Tumaini linapoonekana kufifia, limekufa, Mungu anaingilia kati. Mungu anajitokeza. Mungu anatokelezea vile wengine wanasema. Mungu anaingilia kati kwa ajili ya nafsi yako. Sasa uingiliaji wa Mungu ni kwa ajili ya wokovu wako, kwa ajili ya wokovu wangu. Ndio maana nikasoma statement inasema hivi: Mungu mara nyingi uruhusu majaribu yafike kilele ili kuonyesha mkono wake wa uweza. Haleluya. Mungu haingilii kati wakati hujajituma, hujafanya sehemu inayokuhusu. Ndio maana njia ikome, ndio maana shida ikulemee, ndio maana ukate tamaa wakati umeng'ang'ana kwanza. Mungu anaingilia kati. Malaika hufanya kazi isiyoonekana. Sikia kitabu inaitwa Pambano Kuu. Malaika wa Mungu wanashiriki kwa karibu zaidi katika mambo ya wanadamu kuliko wingi wanavyofikiria.
wanaingilia kati wakati tumeshindwa. Angalia hata mfano wa Yesu akiwa hekaluni, amehubiri ukweli, ameambia watu, wakakasirika, wanapanga kumwangamiza, wakamuinua. Maandiko inasema malaika wa Mungu akashuka, akampenyeza katikati ya watu, hata kuona Yesu amepotea saa ngapi. Mungu anapoingilia kati, pia wakati mwingine utuma malaika atakutoa katika hatari. Hata wewe ukitazama unashangaa, ilikuwaje? Nimetokaje huko? Nimetoboaje? Mungu anapoingilia kati. Nikapata pia statement moja ya kitabu inaitwa Elimu, inasema hivi: katika historia ya mataifa mkono wa Mungu unaonekana. Katika historia ya mataifa mkono wa Mungu unaonekana. Kwa mfano, tuangalie hata wakati wa Yesu kuzaliwa. Unajua ilisemwa angezaliwa Bethlehem Efrata, lakini vitu haikuonekana hivyo. Yesu wanakaa Nazareti, wazazi wanakaa Nazareti, lakini ile siku inapokaribia Yesu azaliwe, mbingu ilipanga mipango. Kaisari Augusto akaweka amri ambayo iliwezesha wazazi wawe Bethlehem kwa wakati unaofaa Yesu azaliwe, ili timilike unabii uliosemwa. Mungu anapoingilia kati. Ndio maana mwandishi anasema katika historia ya mataifa mkono wa Mungu unaonekana. Kwa hivyo hata kama utaona dunia imechafuka, machafuko, mambo yasiyo sawa, bado Mungu anaonekana. Kitabu kingine inaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, inasema hivi: wakati hali za binadamu zimetufikisha mwisho, ndipo Mungu ingilia kati, aonyeshe kuwa yeye ni msaada usiokosekana. Narudia, wakati hali za binadamu zimetufikisha mwisho, ndipo Mungu ingilia kati, akaonyeshe kuwa yeye ni msaada usiokosekana. Kitabu kingine ya kipekee sana nilipokuwa nasoma ili kutilia mkaso na kuweka nguvu tumaini na soma hili kitabu, inaitwa Njia Salama, page 94, inasema hivi: hakuna baraka ambayo mbingu samani itakataa kwa mtu anayeomba kwa imani. Mungu anaingilia kati. Yaani umeomba kwa imani, kama mtu umekuwa unataka baraka fulani, Mungu amesema kwa sababu ni mcha Mungu, maombi itasikika, mbingu itasikia, itarespond na italeta jibu. Ninamaliza nikisema nini? Mungu yuko tayari kuingilia kati kwa ajili ya maisha yako. Je, shida gani imekufikisha mwisho? Je, ni changamoto gani imekulemea? Je, ni wapi umefika njia imekosa, mbele nyuma? Je, ni hali gani, mawimbi gani yanakukumba, yameumuka katika maisha yako? Changamoto kazini, mambo ya kutopata riziki, ni watoto, ni mume, ni familia. Vile siku hizi tunaona shida nyingi, watu wanauana. Kama juzi nimeona mama kwa sababu ya mzee hayuko mwaminifu kwa ndoa, ameoa watoto. Mawimbi gani yameumuka sasa, yamekufanya umekata tamaa? Mwalike Yesu. Akisimama atasema nyamaza, na bahari itatulia kabisa, na kutakuwa na shwari kuu. Kwa hivyo Mungu achelewe. Naomba ukuhimiza leo, kaka na dada, Mungu aingilie kati maisha yako. Mungu aingilie kati maisha yako dada. Mungu aingilie kati mama, baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Amini leo, Mungu ataingilia kati. Tumeona ameingilia kati wengi, hata nawe kuwa na matumaini hayo, uombe na umpe nafasi, ataingilia kati. Kwa utimilifu wa wakati atafanya jambo, kwa ajili ya jina lake atatekeleza, ataingilia kati akukomboe. Barikiwa, tuonane tena katika jina la Yesu. Amen.